Mamangu, huyo mtoto unayemdekeza kwa sababu ni mtoto wa mwisho, unamuita mziwanda, mtoto wa mwisho, unatengeneza bomu litakalokuja kukulipukia siku za mbele. Unatengeneza matatizo kwa mikono yako wewe mwenyewe. Kumbuka kuwa maisha hayana guarantee. Hakuna uhakika kuwa wewe utaishi kwa miaka mingapi hapa duniani. Unaweza ukafa huku mtoto wako akiwa bado mdogo, anahitaji malezi ya watu wengine, atatakiwa kwenda kulelewa na ndugu, jamaa na marafiki. Sasa haya malezi ya kumdekeza ambayo wewe unamtengenezea, ambayo wewe unamfanya ayazoee, utamfanya yeye aone kuwa dunia ndivyo ilivyo na hayo ndio maisha halisi, wakati sio kweli. Maisha yako mepesi kwa kiasi hicho. Huko utakapokwenda kuishi kwa ndugu, jamaa, hatodekezwa kama ulivyokuwa wewe unamdekeza. Huko ataenda kukutana na mazingira ambayo yeye kwa tafsiri yake ataona mazingira magumu, lakini sio magumu, ni mazingira halisi ambayo watoto wenzake wanaishi vizuri tu, na ni mazingira ambayo ni malezi sahihi kabisa. Lakini kwa sababu wewe umemdekeza, umemtengenezea aone dunia kuwa ni rahisi sana, maisha ni rahisi sana, umemtengenezea mazingira aone kuwa hakuna kukosa, kila kitu kinapatikana tu kwa urahisi, hakuna kukosa hapa duniani, kitu ambacho sio kweli. Kumbuka, hawa ndugu na jamaa ambao wataishi nao huyo mwanao hawawezi kumdekeza kama unavyomdekeza wewe, na pia hawawezi kuwa na uwezo kama ulionao wewe. Maana inawezekana unafanya hayo mambo kwa sababu una uwezo mzuri wa kifedha, una uwezo mzuri wa kiuchumi, lakini ndugu na jamaa na marafiki ambao wataishi na huyo mtoto, wao hawana uwezo wa kiuchumi, hawana uwezo mzuri wa kifedha kama ulivyo wewe. Kwa hiyo ina maana kuna mazingira ambayo atatakiwa aende akavumilie kula chakula mlo mmoja labda kutwa nzima, au ale milo miwili tu, au anaweza akala milo mitatu, lakini sio chakula kizuri kama mazingira ambayo wewe umemzoesha. Anaweza akatakiwa kwenda kula chochote kinachopatikana, sio anachotaka. Sasa haya madekezo ambayo wewe unampa, unamfanya awe mtu rahisi, unamfanya awe mtu ambaye hajazoea changamoto, hazijui changamoto za maisha, hajui kukosa, hajui kukaripiwa, hajui kukatazwa, hajui kugombezwa, hajui kupigwa. Kwa hiyo atakapokuja kukutana, atakapofokewa na ndugu zake, atakapofokewa na jamaa, atakapofokewa na marafiki ambao watakuwa wanamlea, yeye ataona kuwa anateseka, wakati watu wanamlea tu kwenye maadili mazuri. Ni kwa sababu wewe ndio umetengeneza bomu hilo, unasababisha liende likawalipukie wengine, na unasababisha apate shida kwenye maisha yake na aje kuwa mtoto mbaya. Kuna tabia nyingi sana za ovyo ambazo zinaenea sasa hivi, ambazo zimetokana na malezi ya watoto. Sina haja ya kuzisema kwa sababu nyingi zinajulikana. Zimetokana na malezi mabovu ya watoto. Kitendo cha kuwafanya watoto waone kuwa maisha ni rahisi ni jambo baya sana, ambalo linakuja kuwafanya waje kuwa vijana wa ovyo, waje kuwa wasichana wa ovyo, waje kuwa watu wa ovyo, wasiokuwa na hekima na busara, wasiojua kufanya kazi, wasiojua kuvumilia shida na changamoto. Hiyo sio jambo zuri. Kwa hiyo mzazi wa kike, mama, hapa naongea sana na mama kwa sababu wakina mama ndio hasa mnaoongoza kwa kuwaelekeza watoto. Acheni tabia hizo mara moja. Acheni tabia hizo mara moja. Mnatutengenezea dunia mbovu, mnatutengenezea dunia rahisi ambayo haipo, mnatutengenezea vijana wepesi, vijana rahisi ambao hawawezi kufanya kazi. Kwa hiyo hayo ndio mambo machache ambayo nimependa kushirikisha. Pia ndugu yangu mpenzi wa channel yangu ya Lwena Akili Huru, usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe ili video yetu iende viral zaidi, ili hii channel yetu iwe kubwa zaidi kwa ajili ya ustawi wa channel yetu, ili tuweze kujadiliana mambo kama haya kila siku katika namna nzuri kama hii. Ni vitu ambavyo hakuna watu wanaopenda kuvizungumzia, lakini mimi Lwena Akili Huru nimejitolea kuvizungumzia hivyo vitu ili kuweka jamii yetu nzuri. Asanteni sana.